Raila Odinga, jina ambalo litasalia kutajwa katika historia ya siasa za Jamhuri ya Kenya. Ila shida na visanga alivyopitia Raila Odinga katika ujana wake ndipo kuipigania nchi ya Kenya vitasalia kama visa vinavyochezwa katika sinema hapa nchini Kenya. Aliyekuwa waziri mkuu pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga ni moja kati ya wanasiasa pekee ambao wamesalia katika orodha ya wanasiasa na wanaharakati waliojitwika jukumu la kukomboa taifa la Kenya kutoka katika ukoloni mamboleo chini ya uongozi wa Rais Kenyatta pamoja na Daniel Moi. Ila sio wengi wanafahamu historia ya Raila Odinga inayohusisha kukamatwa kwake na kufungwa gerezani pamoja na kuhepa kutokea nchini Kenya akihofia kuuawa na serikali ya hayati Rais Daniel Moi. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunakuletea kisa na historia kuhusu kufungwa kwake Raila Odinga na kukwepa kutoka nchini Kenya akihofia kuuawa na vijana wake Moi. Kisa chake Raila Odinga kitasalia kuandikwa katika kumbukumbu za vitabu vya historia kama gwiji aliyejitolea kufa kwa ajili ya haki za wananchi wa Kenya. Kwa mara ya kwanza, Raila Odinga alikamatwa na maafisa wa polisi nchini Kenya katika jaribio la kugeuza serikali ya Rais Moi mwaka 1982, 1982. Raila wakati huu akituhumiwa kuwa moja kati ya wanaharakati na wanasiasa walioshirikiana na jeshi la wanahewa lake Hezekia Ochoka katika kumng'atua Moi serikalini. Akifungwa bila kusimamishwa kotini, Raila Odinga alikaa gerezani mpaka mwaka 1988 akiwa amehudumu kwa kipindi cha miaka 6. Alipoachiliwa baada ya kukaa gerezani kwa takriban miaka 6, Raila Odinga alikaa tu kwa muda mchache, maana wakati huu Moi hakuwa amekoma katika jitihada zake za kumzima Raila Odinga. Miezi chache baada ya kuachiliwa kwake, Raila alikamatwa tena mwaka huo huo 1988, 1988 na kufungwa mpaka mwaka 1989 ambapo aliachiliwa, wakati huu pia ikiwa ni kwa muda mchache. Miezi chache baada ya kuachiliwa mwaka wa 1989, Julai tarehe 5 mwaka 1990, Raila Odinga alitiwa mbaroni tena, huku serikali ikidai kuwa alikuwa tishio katika usalama wa Jamhuri ya Kenya. Baada ya kifungo chake cha miezi 10 kukamilika mwaka 1991, wakati huu ikiwa ni mara ya 3 Raila Odinga alikuwa kafungwa gerezani, Raila ilimbidi afikirie vingine. Raila wakati huu aliamua kucheza karata tofauti kuepuka makali ya kuwekwa gerezani kwa mara ya 4, akihofia wakati huo angekamatwa na huo ndo ungekuwa mwisho wake, na kwamba Raila alihofia kuwa hata angekamatwa Moi angefanya jitihada za kumaliza na kumuia gerezani. Kulingana na ushuhuda wake, Raila alipoanza mikakati ya kupanga kwepa nchini Kenya mwaka 1991, aliwasiliana na mwanafunzi mmoja aliyetambulikana kama Robert Jura aliyekuwa akisomea katika shule ya sekondari ya Makunda kule eneo la Bundalangi, ndipo amsaidie katika mikakati ya kuondoka nchini Kenya, ambaye alifanikisha safari ya Raila kwa usiri sana, ndipo maafisa wa polisi wasifahamu. Raila alisema kwamba aliondoka nchini Kenya akijifanya padri wa kanisa la Katoliki na kuvalia gwanda na kanzu la padri pamoja na Biblia mkononi, ndipo aruhusiwe kuingia katika nchi ya Uganda. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu, bila polisi kumgundua, Raila alivuka mpaka wa Kenya na kuingia nchini Uganda, huku akiwa chini ya jeshi la polisi la Uganda. Chombo cha usafiri alichokitumia baba ama Raila
ni aina ya mashua ndogo iliyoendeshwa na Robert Njura aliyepambana sana kuyaepuka mawingu ya mto Victoria. Raila mara kwa mara amemtaja Njura kama shujaa kwa usaidizi aliyompa kuepa kuuawa nchini Kenya, huku Njura wakati ule akiwa tu ni mwanafunzi wa shule ya sekondari. Tukizamia story yote nzima, swali vipi Raila alipata kupanga kuondoka nchini Kenya. Kulingana na Raila Odinga, jaribio la Moi la kumuua la kwanza lilipokosa kufua dafu pale mwaka 1991, 1991. Anasema alivamiwa na vijana waliojiami na kumpiga kibutu mpaka akalazwa hospitalini kule Nairobi Hospital bila kujifahamu, akiwa hali mahututi. Na hapa ndipo fikra kamili za kuweza kugura nchi ya Kenya zilimjia, jambo hili likimtia hofu sana Raila. Na baada ya kutafuta usaidizi, padri mmoja wa kanisa la Katoliki ambaye Raila alimtaja kama Father Marco Pio pamoja na Nan na Sister Diane walimchorea mpango na mikakati kamili ya kuondoka nchini Kenya ndipo asiweze kuuawa na serikali ya Moi. Huku Raila akijitwika jina la Father Augustine aliyesemekana katokea katika kaunti ya Machakos, aliweza kuondoka jijini Nairobi na kuweza kufika kule kaunti ya Kisumu, ambapo inaaminika walilala kanisani pamoja na padri yule pamoja na Nan, na kesho yake asubuhi padri yule na wenzake walimsafirisha Raila Odinga mpaka katika kivukio cha Sirongo kilichomo katika kaunti ya Kisumu. Na safari yao yenye milima na mabonde ya Raila Odinga pamoja na Robert Njura iling'oa nanga. Na baada ya kuingia nchini Uganda, Raila alipokea stakabadhi za kumhalalisha kama raia wa nchi ya Uganda kwa jina la Joseph Ojiwa. Akikaa nchini Uganda wakati ule, Raila Odinga baada ya kukwepa vizingiti kadhaa, marafiki zake waliopata kumfikisha kule walipata kumwacha Raila Odinga nchini Uganda na kurejea nchini Kenya. Hapo ndipo Raila alimtafuta rafiki yake wa karibu akitambulikana kama Shem Konga aliyekuja kumwokoa Raila. Kupitia Konga, Raila aliweza kutafuta stakabadhi za kugura Uganda na kwenda nchini Norway, huku akijifanya Muislamu ambaye alikuwa akiishi nchini Uganda akitokea katika nchi ya Kenya. Akivalia kanzu, Raila Odinga baada ya kupata taarifa kwamba kikosi cha upelelezi tokea nchini Kenya kilikuwa kimefika nchini Uganda baada ya kupokea taarifa kuhusu alipo Raila aliingia katika uwanja wa ndege kule Kampala akijifanya Muislamu kwa jina la Abdul, na akaweza kuabiri ndege akijifanya kwamba alikuwa anaelekea kule Maka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na Raila akapanda ndege, na wakati huu ndege ile ikimpeleka mpaka kule nchini Norway. Na hapo ndipo Raila Odinga safari yake ya kuweza ya kutokea nchini Kenya kwenda Uganda mpaka Norway, ama niseme Raila Odinga's Exile files zinafikia kikomo. Alikaa nchini Norway kwa muda akipata kufanya mikakati kadhaa kule na kujipanga kwa ajili ya siasa zilizokuwa zimechacha na kuwaka moto nchini Kenya. Na mwaka mmoja baadaye, mwaka 1992, Raila Odinga alipata kurejea nchini Kenya, wakati ule Moi akiwa ameshapata honyo na kuweza kuonywa juu ya kuweza kumuua Raila Odinga. Maana wakati huo Raila Odinga hakuwa na umaarufu kama alionao kwa sasa, na hakuwa anaabudiwa kama jinsi ambavyo anaabudiwa kwa sasa. Hivyo mikakati ilikuwa imewekwa na Raila Odinga, babake Raila Odinga, Jaramogi Oginga Odinga, alikuwa akawasiliana na mzee Daniel Toroitich arap Moi kuweza kumruhusu Raila Odinga kurejea nchini Kenya. Na Raila
akarejea nchini Kenya na kujitosa katika ulingo wa siasa tena, na nyota yake ikazidi kung'aa. Hivyo utakapokuwa ukimpinga wala kuongea upumbavu kuhusiana na Raila Odinga, elewa kile ambacho shujaa huyu amepitia kwa ajili ya kupigania demokrasia katika nchi ya Kenya, aswa multipartyism, ama kuwa na vyama vingi tawala, ama kuwa na vyama vingi katika nchi ya Kenya. Ni hayo kwa sasa. Hii ni FM Showcase. Mimi niite FK Mwenda. Usibanduke, kipindi hewani ni The Drums of History.